Halo wapenzi wasikilizaji wa channel ya Teacher Cholo Master. Leo tunakwenda kufanya uchambuzi wa kitabu kizuri sana cha riwaya au novel kilichoandikwa na mwandishi mashuhuri anayejulikana kama Ngugi wa Thiong'o. Kwa hiyo kabla hatujakwenda kukielezea kitabu chetu moja kwa moja au kusummarize chapter ya kwanza, ya pili hadi chapter ya mwisho, kwanza ningependa kuwapa background ya vitu kadhaa au mambo ya msingi ya kutanguliza kabla hatujaanza kukielezea kitabu kwa undani. Ili tupate kukielewa hiki kitabu, kwanza inabidi tuangalie vitu vya msingi ambavyo hivyo kishavielewa, basi hiki kitabu utakielewa kwa urahisi. Hiki kitabu a grain of wheat, yani punje ya ngano au mbegu ya ngano, yani a means one, yani ni moja tu. Kwa hiyo punje ya ngano au mbegu ya ngano. Okay, kwa hiyo tutaangalia hiki kitabu, hii title inahusiana na nini na kwa nini ikaitwa A Grain of Wheat, ambayo hiki kitabu cha A Grain of Wheat kilichapishwa mwaka 1967 na mwandishi anaitwa Ngugi wa Thiong'o. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha msingi tutamjadili Ngugi wa Thiong'o ni nani. Kwa hiyo tukishamjua kiundani, basi tutaelezea na mambo mengine ya msingi, afu baadaye tutaanza kusummarize chapter ya kwanza hadi chapter ya mwisho. Ngugi wa Thiong'o was born in 1938. Huyu Ngugi wa Thiong'o alizaliwa mwaka 1938 ni Kenya, when the country was under British colonial rule, ambapo nchi ya Kenya ilikuwa chini ya utawala wa Kiingereza. He was educated at a mission school. Yeye alipata elimu katika shule ya kimission, yani shule ya masuala ya kidini au ya Kikristo, at Makerere University in Uganda, katika chuo cha Makerere Uganda, and then later at the University of Leeds in England, na baadaye akaenda kusoma chuo cha Leeds Uingereza. Since 2002, tangu mwaka 2002, he has been distinguished a professor of English, kwamba yeye akachukuliwa kama profesa wa lugha ya Kiingereza and comparative literature at University of California and Irvine. Kwa hiyo kwamba baadaye akaja kujulikana kama mtu mashuhuri ambaye amesomea fasihi katika chuo cha California Irvine. Okay, na baadaye in the United States of America. Katika University of California Irvine iko ni chuo ambacho alisomea, ambacho iko chuo kinapatikana in the United States of America, yani nchi ya Marekani. He began his writing career, alianza career yake ya uandishi in 1962, yani mwaka 1962, with a play written to celebrate independence of Uganda. Yeye alianza na uandishi wake mwaka 1962 akiandika tamthilia ya kusherekea uhuru wa Uganda. Okay, ndo alianza uandishi wake hapo. A Grain of Wheat was a first published in, kama tulivyosema, imechapishwa mwaka 1967. Okay, yeye vile vile huyu Ngugi wa Thiong'o, kiacha hivi, aliandika vitabu mbalimbali, lakini kwa vile yeye ni Mkikuyu, kabila lake ni Mkikuyu, kwamba yeye vitabu vyake vingi alikuwa anaandika katika lugha ya Gikuyu, ambayo his home language, hii ni lugha ya nyumbani au ya kabila lake. During his career as a teacher of literature, katika karia yake kama mwalimu wa fasihi, he has fought hard for African literature to have as much as status and value as English literature. Kwa hiyo katika karia yake wa walimu na uandishi, alipambana sana kutaka kuifanya fasihi ya Afrika iwe na hadhi ya juu na thamani kama zilizo fasihi ya lugha nyingine, yani lugha za nini, za Kiingereza na lugha nyingine. Kwa hiyo alipambania sana fasihi ya Afrika iwe juu, kama tunavyoona kwamba huyu alikuwa ni mtu muhimu sana. Kwa Ngugi wa Thiong'o experienced the Mau Mau rebellion. Kwa hiyo katika maisha yake, kwa vile alizaliwa miaka 1938, yeye alishuhudia vita vya Mau Mau against the British. Alishuhudia vita vya Mau Mau ambao wa Kenya, especially kabila la Kikuyu, lilivyopambana na Waingereza. One of his brothers
was a one of his brothers was a member of the Mau Mau group of freedom fighters. Mfano, moja ya ndugu zake alikuwa ni miongoni mwa wanachama wa kupigania uhuru, yani alikuwa katika alikuwa ni memba wa nani, wa Mau Mau. Kwa hiyo Mau Mau zilikuwa ni harakati za Wakenya za kupigania uhuru. Okay. Kwa hiyo ndugu yake mwenyewe alifanya hizi harakati. Kwa hiyo unaona namna gani yeye alivyokuwa na experience na haya masuala. Kwa Ngugi wa Thiong'o later political views, baadaye sasa akawa anadili sana na masuala ya siasa were often very critical of the Kenyan government. Kwa hiyo mara kwa mara alikuwa anapenda sana kuikosoa kwa uwazi serikali ya Kenya, kutokana especially baada ya kupata uhuru. Tunaona kwamba viongozi wengi wa Afrika baada ya kupata uhuru tu walianza uhasi, walianza usaliti, kuwasaliti wenzao, wakawa wanaishi maisha mazuri na kuwanyonya na kuwagandamiza wengine huku wakiwabagua. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, yeye kama mwalimu wa fasihi, kama mwandishi wa fasihi, alikuwa anakosoa wazi wazi. Kwa hiyo na vitabu vyake vingi alivyoviandika vilidili na namna gani yeye alivyokuwa anafanya watu wawe aware na kuhimiza watu wapambane, yani wawe kitu kimoja katika kupinga unyonyaji, ubaguzi na usaliti. Kwa hiyo aliandika vitabu vingi sana. Ukiacha hiki kitabu cha A Grain of Wheat, vitabu vingine alivyoviandika ni This Time Tomorrow, na kitabu kingine kinaitwa The Black Hermit. Kwa hiyo ukifuatilia vitabu vyake vingi vinadili na masuala ya siasa na ukosoaji na namna ya kupigania uhuru. Vitabu vingine alivyoviandika hasa hivi vya advance ni kama I Will Marry When I Want. Kwa hiyo hii I Will Marry When I Want aliandika kwenye miaka 1970 na kuendelea. Kwa hiyo performance ya his play, yani play yake ambayo inaitwa I Will Marry When I Want, hii nishaielezea, kwa utapitia baadhi ya video katika channel utaiona. I Will Marry When I Want ilifanya vizuri sana, iliperform vizuri sana kiasi kwamba serikali ya Kenya ikamkamata, was arrested, alikamatwa and detained in prison, akapelekwa jela without a trial. Kwa hiyo kwamba hapo unapelekwa jela bila kusema nimefanya nini. Kwa hiyo walimpeleka jela moja kwa moja. He was in a prison for a year, alikaa huko kwa mwaka mmoja. Is released from prison. Kwa after a year, baada ya mwaka mmoja akaruhusiwa kutoka jela. Kwa Ngugi wa Thiong'o left Kenya, alivyoachiwa tu akaondoka Kenya, akaenda kuishi nje since 1982, tangu mwaka 1982. He has lived much of his life in exile. Yeye alitumia muda mwingi kuishi nje. Kwa hiyo Ngugi wa Thiong'o alifariki tarehe 28 mwezi wa 5 2025. Kwa hiyo hii ni 2026, yeye alikufa 2025. Kutokana na mchango mkubwa wa hapa Afrika kwa mwandishi nguli, basi tunamuombea Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti. Ana mchango mkubwa sana huyu Ngugi wa Thiong'o. Haya, okay. Kitu kingine cha msingi ambacho tutakijadili hapa, the Mau Mau, yani vita vya uhuru. Vita vya nini? Vya uhuru au vya ukombozi wa Kenya. Mau Mau was a movement. Kwa Mau Mau ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni harakati that fought for independence from British rule in Kenya. Kwa hivi vita ilikuwa ni vita ambavyo Waafrika walipigania uhuru wa Kenya. So Mau Mau au ilikuwa inaitwa movement. Officially ilianza in 1952. Rasmi ilianza mwaka 1952. Ilikuwa ni violence and opposition to the British. Kwa hiyo kwamba tunaona namna gani wa Kenya especially kabila la Wakikuyu walivyokuwa wanawapinga utawala wa Kiingereza, had grown so great. Kwa hiyo vita au hizi harakati za ukombozi ilikuwa kubwa sana, that the British governor in Kenya declared a state of emergency. Kwa hiyo hizi harakati za kupigania uhuru ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba gavana wa kipindi hiko ambaye alikuwa anaitawala Kenya, yani mkuu wa nchi wa kipindi hiko, kipindi cha ukoloni pale Kenya, ambaye ni governor, akadeclare, akahamulu kwamba nchi iko kwenye dharura. Ndio hapo tunaita a state of emergency, yani nchi iko kwenye dharura kutokana na Wakikuyu na baadhi ya makabila mengine kuhamasishana kufanya fujo, mfano kama vile kuchoma mashamba ya wakoloni. Manake ile ilikuwa Kenya ilikuwa ni koloni la Setra.
settler, walowezi. Wazungu walikaa sana pale Kenya, walichukua ardhi kubwa za Wakenya. Kwa hiyo pale Wakikuyu kutokana alifanywa matendo kama land alienation, long working hours na forced labor, kwa hiyo wakafanya hizi harakati za Maumau. Kwa baada ya kuleta athari kubwa sana, serikali ya Kenya ikadeclare kwamba nchi ya Kenya iko kwenye emergency. Ndio ile term kihistoria tunaita a state of emergency, yani nchi iko kwenye dharura. Kwa mantiki hiyo, kama nchi iko kwenye dharura, serikali ya Kenya, especially serikali ya kikoloni kipindi hiko chini ya governor, wakafanya hatua kadhaa, yani wakachukua hatua kadhaa ili kudhibiti hili jambo. Moja ya hatua walizochukua, waliwaua baadhi ya Wakenya, yani baadhi ya makabila ya Kenya especially Wakikuyu waliuliwa kwa wingi. Kwamba hatua nyingine iliyochukuliwa, baadhi ya wale independence leaders, wale wapigania uhuru wale au members, freedom fighters, wale walifungwa. Walifungwa na wengine wakakamatwa. Walikamatwa na wakapelekwa kwenye kambi ya mateso ambayo tunaita detention camps. Hizo ni moja ya hatua ambazo zilichukuliwa. Baadhi ya wale freedom fighter walipelekwa kwenye kambi za mateso. Na wengine wakahamishwa, especially kabila la Wakikuyu ambao lilikuwa lina mobilize, linahamasisha hizi harakati. Kwa walichukuliwa wakaondolewa kwenye yale maeneo, na yale maeneo yakawa chini ya ya armed force. Armed force yani ilikuwa chini ya ya usimamizi wa wanajeshi, were placed under military guard. So in chapter 1, mfano of a grain of wheat, Ngugi wa Thiong'o describes this, alielezea hili one day people in Thabai. Manake hapa setting ya kitabu chetu imefanyika kwenye kijiji kinachoitwa Thabai. Kwa hiyo siku moja watu wa Thabai woke up, waliamka, to find themselves ringed around with the black, wakajikuta kwamba wamezungukwa and white soldiers carrying guns, huku wanajeshi wa kizungu wakiwa wamebeba silaha and tanks na makombora. Kwa Britain accuses the local political leaders of supporting the freedom fighters. Hapo serikali sasa ya kikoloni ya Kiingereza ikawashutumu baadhi ya viongozi wa kimila au viongozi wa Kiafrika kwa nini wanasapoti harakati za uhuru, and causing the people to rebel, na kusababisha watu wahasi. Kwa many leaders, kwa matokeo ya state of emergency, viongozi wengi including Jomo Kenyatta, ikiwamo huyu anaitwa Jomo Kenyatta, were arrested, walikamatwa and sent to hard labor camps, na wakapelekwa kwenye kambi za mateso for several years, kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo hadi hapo unaona kwamba namna gani hiki kitabu kilivyokuwa kinazungumzia historia ya uhuru wa Kenya kabla na baada. Vile vile kitu cha msingi kingine ambacho tutajadili ni title. Kichwa cha habari cha nini? Cha hii novel, A Grain of Wheat. So the words, haya maneno au phrase au hiki kirai, A Grain of Wheat ni nini? Kwa hiyo title inamaanisha nini? Kwa kifupi title ni symbolic. Kwa ukiambiwa discuss title au kichwa cha habari cha riwaya tunasema ni symbolic. Tukisema symbolic maana yake ni ishara, Ishara maana yake ni neno linalotumika kusimama, linatumika kusimama kwa ajili ya kuwakilisha kitu kingine. Mfano kama jembe liwakilishe mkulima na peni iwakilishe wasomi au wakombozi. Hiyo ndo maana symbolic. Kwa kichwa cha habari A Grain of Wheat ni symbolic. So the title expresses an important theme in the novel. Kwa hiyo kichwa cha habari kinaelezea dhamira nyingi ambazo zinafanyika kwenye hii novel. So this is the idea that before a seed can grow into a new plant, it must first dry. Kwa hiyo yeye mwandishi wa hiki kitabu ambaye ni Ngugi wa Thiong'o alikuwa anamaanisha kwamba a grain of wheat, yani punje moja tu ya ngano, yani maana yake inamaanisha kwamba a seed can grow into a new plant. Ili mbegu ipate kuota kuwa mmea mpya, it must first dry, lazima kwanza ikauke, dry out, ikauke, and sacrifice its own life, na vile vile ijitoe muhanga, yani ife. Kwa hiyo hapo ndo tunapomaanisha. Kwa hiyo hili mmea wote kwamba ile mbegu kwanza lazima ife, izikwe. Ikishazikwa ndo mimea mingine
itatokea. Yani ndo hapo alikuwa anamaanisha. Kwa hiyo alikuwa hiki kichwa cha habari alikuwa analinganisha na matukio ya upiganiaji uhuru pale Kenya, kwamba ili uhuru upatikane kuna baadhi ya mtu lazima afe au baadhi ya watu wachache wafe ili wengine wapate kufanikiwa. So a grains of wheat, punje za ngano, are therefore a symbol of the people. Hii ni ishara ya watu who started the Kenyan independence movement, ambao walianzisha harakati za uhuru wa Kenya. Those who sacrificed their lives, wale ambao walijitoa muhanga kwenye maisha yao, so that others would live free, ili wengine waishi huru from colonial rule, chini ya utawala wa kinini wa kikoloni. Haya, kwa hiyo hapa tunazungumzia masuala mfano kama Waiyaki, a warrior leader. Huyu Waiyaki, huyu ni mpiganaji. Kwa hapa Tanzania tunaweza tukamchukulia kama nani? Kama Chifu Mkwawa au Chifu Mkwavinyika Munyigumba, ambaye Chifu Mkwawa yeye alikuwa ni kiongozi wa kabila la Wahehe. Kwa hiyo katika hii harakati ya watu wachache au mtu kujitoa muhanga afe kwa ajili ya watu wengine wapate kufanikiwa, ndo hapa alichukuliwa mfano Waiyaki. Huyu Waiyaki alikuwa ni warrior leader, na kwa hapa Tanganyika au Tanzania tunaweza tukamlinganisha na Mkwawa. Who fought the British. Who fought the British, alipigana na Waingereza. One of those people alipambana na Waingereza. It is said that, ikasemekana kwamba he was buried alive, alizikwa akiwa hai, with his head facing toward the center of the earth. Kwa alizikwa huku kichwa kikiwa chini, kikisokomezwa wapi? Chini ya ardhi. Yani kichwa kimepelekwa chini ya ardhi, miguu iko juu. Kwa hiyo alizikwa mzima. Kwa hiyo Waiyaki alipigania uhuru. Kwa hiyo hii symbolizes, anawakilisha the first seed, mbegu ya kwanza that grows into the freedom movement, ambayo itakuwa hili kupigania uhuru. Kwa hiyo Ngugi wa Thiong'o compares him to a seed, alimlinganisha na mbegu, a grain, yani mbegu which gave birth, ambayo inazaa a movement, yani harakati za ukombozi, whose strengths thereafter sprang from a bond with the soil, kwa ambao nguvu zake zitachomoza kutoka kwenye udongo, kwamba ile mbegu itahota. Kwa hapa mwandishi alimchukulia mfano wa nani? Waiyaki. Hapo alichukuliwa mfano hapo Waiyaki, na vile in the novel vile kwenye hii novel yetu kuna huyu muhusika, yani character anaitwa Kihika, is a hero. Huyu hapa Kihika yeye ni shujaa of the freedom movement. Kwa katika hii novel yetu kuna muhusika anaitwa Kihika, yeye ni shujaa wa kupigania uhuru, and he can be seen as a second seed. Kwa hiyo kwa hapa kwenye kitabu chetu huyu Kihika atachukuliwa kama mbegu ya pili. Kwa sababu yeye wakati anapigania uhuru aliuliwa. Kwa hiyo Kihika believed that Kenyans had to sacrifice. Yeye mwenyewe alishaanza kuhamasisha watu katika kitabu chetu ili wapiganie uhuru, yani watoe maisha yao. Kwa hiyo sacrifice their lives for the Kenyans independence, ili kupigania uhuru wa nini? Wa Kenya. So kwa hiyo Ngugi wa Thiong'o takes the idea for the title from the quotation in the Bible. Kwa hiyo yeye Ngugi wa Thiong'o, mfano mwandishi wetu ambaye anaitwa Ngugi wa Thiong'o, yeye alichukua ili wazo la hii title kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hiki kichwa cha habari ni kama allusion. Allusion maana yake ni nini? Ni kidokezo. Yaani baadhi ya matukio kutumika kama reference. Kwa mfano ukisema kwamba Mkwawa ndio Nyerere wetu, kwa hiyo maana yake tunamaanisha Nyerere tunamjua ni kama mpigania nani? Ukombozi. Hiyo ndo maana ya allusion. Kwa hiyo yeye mwandishi alifanya allusion kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wa channel ya Teacher Cholo Master, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili upate kuelewa zaidi. Kwa hiyo tunaendelea. Okay, tunaendelea na kitabu chetu cha A Grain of Wheat, kama tulivyosema kwamba kichwa cha habari. Kwa hiyo ukiambiwa discuss the relevance of the title of the book. Kwa the title of the novel A Grain of Wheat is symbolic. Hiki kichwa cha habari ni ishara. It carries significant meaning and relevance to the themes and message explored. Kwa hiyo hapa hiki kichwa cha habari kinabeba dhamira muhimu, dhamira muhimu ambazo zinaendana pamoja na ujumbe. Kwa hiyo hiki kitabu Ngugi wa Thiong'o amefanya quotation kutoka kwenye biblical
verses, yani maana yake mistari kutoka kwenye Biblia. So this title is a reference of the biblical notation, kwamba amefanya kama nini, mdokezo kutoka kwenye mistari ya Biblia ambayo hiyo mistari ya Biblia ilikuwa inasemaje? Unless a grain of wheat falls into the earth, hadi pale mbegu au punje ya ngano itakapokufa. How? Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, hadi punje ya ngano itakavyowekwa chini ya ardhi na kufariki, it remains alone. Kwa hiyo ikishakuwa kule itakuwa pweke. But if it dies, na ikifa, it bears much fruit, itazaa matunda zaidi. Kwa hiyo kwamba tunaona kwamba hiki kichwa cha habari ni symbolic na amekikoti au amefanya allusion kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo kwa watu wanaosoma dini, kwa hapo watafanya reference kuonyesha kwamba hiki kichwa cha habari kinamaanisha mistari ya Biblia ambayo inabeba reflection ya nini, ya sacrifice. Kwamba katika Biblia Yohana ngapi? 12:24 ndio inasema hivyo. Haya, kwa hiyo kwamba tukirelate a title of the novel A Grain of Wheat na kilichomo ndani, kwa hiyo tunasema kwamba kichwa cha habari is a symbol of hope and renewal, kwamba kitu cha kwanza kabisa, concept ya kwanza ya symbolism, kwamba hiki kichwa cha habari ni symbol ya matumaini na upya, renewal, yani kwamba watu wanataka warekebishe mambo ya maisha yawe mapya. So a grain of wheat symbolizes potential growth and renewal, kwamba hiki kichwa cha habari kinamaanisha masuala ya ukuaji pamoja na upya au matumaini ya raia wa Kenya. Just as a grain of wheat has a capacity to sprout and produce a bountiful harvest, kwa sababu mbegu ina uwezo wa kuota na kuzalisha mavuno mazuri au mavuno mengi ambayo yenye manufaa. So the character in the novel embodies a struggle for independence. Mfano, wahusika kutoka kwenye hii novel yetu wanafanya harakati za mapambano ya kupigania uhuru wao, wakimaanisha wana matumaini kama ilivyokuwa kwenye A Grain of Wheat, and the hope for better future of their nation, na wana matumaini ya kuwa na maisha mazuri ya baadaye ya taifa lao la Kenya. Vile vile a novel A Grain of Wheat ni symbolic, ni symbol ya nini? A symbol of unity and a collective struggle, kwamba hiki kichwa cha habari ni symbol ya umoja na mapambano ya ujumla, yani manake raia wa Kenya inabidi wakusanyike wakapambane ili wapate kuleta uhuru. Kwa wheat is often cultivated in the fields, kama tunavyosema kwamba ngano mara kwa mara hulimwa katika nini, katika shamba au chini ya ardhi, emphasizing the importance of community and collective effort, kwamba hii novel inasisitiza umuhimu wa jamii na jitihada zao za pamoja. The novel highlights the struggle of various characters. Mfano, hii novel au riwaya inaangazia mapambano ya character mbalimbali au wahusika, each representing different aspect of Kenya society, ambao wanawakilisha dhana mbalimbali za jamii ya Kenya as they come together to fight against colonial oppression, kwamba wao waliunganika pamoja ili kupambania uhuru wao na ili kupinga manyanyaso na ugandamizaji wa kikoloni kama walivyofanya kwenye vita vinavyoitwa Mau Mau. So this collective struggle mirrors the idea of sowing seeds, kwamba imetengeneza kama kioo, imetengeneza kama image of sowing seeds to reap a fruitful harvest, kama mbegu iliyopandwa au mbegu zilizopandwa ili zilete mavuno mazuri. Vile vile hii title ya Grain of Wheat ni symbol of sacrifice and transformation, yani ni symbol ya kujitoa mwanga na mabadiliko. So the process of growing wheat, kwamba ule mchakato wa kulima ngano requires sacrifice, unahitaji sadaka itoke pale, watu wajitoe mwanga. As a grain must be buried, kwa sababu hii mbegu inabidi izikwe and transformed into something new, ili iwe kuwa kitu kipya. So this notion reflects sacrifices made by the characters, na hii inaonyesha kwamba namna
raia au wahusika wetu walivyojitoa mwanga for the sake of their country's freedom, kwa ajili ya kutafuta uhuru wa nchi yao, and the transformation of their identities, ili kubadilisha identity yao, yani utambulisho wao, and the society in the face of colonialism, na jamii yao katika macho au sura za wakoloni. Vile vile a title of a grain of wheat ni symbolic, ni symbol ya nini? Ya cultural significance and identity, yani umuhimu wa tamaduni na utambulisho wake, ili tamaduni isipotee. Kama tunavyojua wheat is a potential food, ni chakula muhimu representing sustenance and survival. Inawakilisha nini? Inawakilisha maisha, inawakilisha maisha na kuishi. So in the context of the novel, tukiingia kwenye hii novel yetu au riwaya, it symbolizes the cultural and the social issues in the Kenyans face, katika sura za Wakenya, including the impacts of colonialism on their land, ikiwamo matokeo ya wakoloni katika ardhi yao, land resources, rasilimali zao, and identity. Kwamba hadi hapo tushajadili relevance ya nini, ya title of the novel, yani kichwa cha habari cha riwaya yetu, kwamba kinamaanisha nini, kwamba ni symbolic. Na Ngugi wa Thiong'o alifanya allusion, yani maana yake alikoti baadhi ya mistari ya Biblia kutoka kwa John, kutoka kwenye nini, kwa John. Second aspect nyingine ambayo imejadiliwa hapa ni setting of the novel. Setting of the novel maana yake ni mandhari. Kwa hiyo tunapozungumzia mandhari, maana yake ni mahali na muda ambapo kazi ya fasihi au kazi ya sanaa inafanyika. So the story takes place in Kenya, kwamba story yetu imefanyika Kenya, mostly in and around a typical Kenyan village. Kwa hiyo ilifanyika kuzunguka kijiji cha Kenya, which the writer calls Thabai, ambaye mwandishi alikiita Thabai. Lakini tukirudi Kenya, je, kuna eneo ambalo linaitwa Thabai? Hakuna. Kama hakuna eneo linaloitwa Thabai, basi hiki kichwa cha habari tunakitamu kama fictions, yani ni kichwa tu cha kubuni, kwa sababu hakuna eneo la kweli au kijiji kinachoitwa Thabai. Lakini yeye alikiita hiki kijiji Thabai, yani kulinganisha kama sehemu nyingine za Kenya. Okay, kwa hiyo tunafanya ulinganishi. Kwa Ngugi wa Thiong'o writes about past and present events. Aliandika matukio ya nyuma na matukio yaliyopo. The events make up the main story of the novel. Kwa hiyo kwamba hayo matukio yalipelekea kufanya kwamba matukio mbalimbali ndani ya novel yafanyike vizuri hadi leo hii. So during the 5 days leading up to the leading to the country's first independence. Kwa yeye alistructurize, yani manake alibuni au aliunda hii novel, yani alibuni kama kaifanya kwamba setting na structure na muundo wa novel uwe wa siku 5. So kama aliandika ndani ya siku 5, lakini ndani ya novel alibuni iwe inazungumzia matukio ambayo yatafanyika ndani ya siku 5. Yani 5 days, yani siku chache kabla ya Kenya kupata uhuru. Kwa hiyo novel alistructure ndani kufanya ubunifu, kuibuni, kuonyesha matukio yaliyofanyika ndani ya siku 5 leading up to the country's first independence, ambayo matukio ndani ya siku 5 yaliyopelekea wao wapate uhuru. Kwa hiyo tutaona siku chache kabla ya uhuru ilikuwaje hadi wa Kenya wanakuja kupata uhuru. Kwa hiyo matukio yalianza tarehe 8 8th to 12th hadi tarehe 12 of December 1963, kwa sababu wa Kenya uhuru wao walipata tarehe 12, official walipata tarehe 12 ya mwezi wa 12. Haya, cause structure, kitu kingine cha msingi cha kudiscuss in structure and plot development, maendeleo ya muundo, muundo wa nini wa riwaya yetu. The main story in a grain of wheat. Kwa story yetu ya novel yetu ya Grain of Wheat focuses on what happens in the few days, kwamba inalenga sana kuzungumzia kipi kilitokea siku chache that leading up to the independence day celebrations, ambao hizo siku chache ambazo zilipelekea baadaye waje kupata uhuru, the present time, kwa muda uliokuwepo. So there are also a number of subplots. Vile vile kuna miundo midogo midogo ambayo iko ndani, which are minor stories told alongside the main plot, ambapo kwenye miundo midogo midogo kunakuwa na story ndogo ndogo ambazo zinazungumziwa
ndani ya nini, ya muundo mkuu. So the stories and the character remembers about the stories, the character remember about what happened in the past. Kwa hiyo kwamba miongoni mwa story ndogo ndogo ambazo ziko ndani ya hizi ploti, kwamba ni kama wahusika kukumbuka matukio yao ya nyuma, ambao sisi tunaita flashback. Hii mbinu ya kukumbuka matukio ya nyuma kwa wakati uliokuwepo, basi tunaita flashback. Hizo ndo minor plot. So na hii flashback help us, inatusaidia to understand the character, kuelewa vizuri wahusika wetu and their behavior, na tabia zao. So a grain of wheat, kwamba hii title ya grain of wheat is structured, au hii novel imeundwa according to the 5 days, muundo wa siku 5 that lead up to the Kenyan independence, ambayo ilipelekea kupatikana kwa uhuru wa Kenya. Day of celebrations, official day of celebration on 12 December of 1963, kwamba wao wa Kenya walipata uhuru tarehe 12 ya mwezi wa 12 mwaka 1963. The chapters can be grouped according to the day on which the present time, kwamba hata chapter au sura za novel hii zilipangwa kulingana na hizo siku 5. Chapter ziko 18, lakini zilipangwa kuzungumzia matukio ya hizi siku 5. Mfano, chapter kuanzia chapter 1 up to chapter 3, chapter ya kwanza hadi chapter ya 3, hiyo imebeba day 1, siku ya kwanza ya kufanya harakati za ukombozi, ambayo ilikuwa ni Sunday 8th, ilikuwa ni Sunday 8th, yani Jumapili ya tarehe 8 Disemba. Chapter ya 4 hadi chapter ya 8 ilikuwa ni day 2, ilikuwa ni siku ya pili ya kuanza harakati. Ilikuwa ni Monday 9th December, ilikuwa ni Jumatatu ya tarehe 9. Chapter ya 9 hadi chapter 12 ilikuwa ni day 3, ilikuwa ni siku ya 3 ya kufanya harakati za ukombozi. Ilikuwa ni Tuesday 10th December, ilikuwa ni Jumanne ya tarehe 10 mwezi wa 12. Na chapter 13 ilikuwa ni day 4, ilikuwa ni Wednesday 11th December, ilikuwa ni Jumatano ya tarehe 11. Na chapter 14 ni day 5, ni siku ya 5, ilikuwa ni Thursday of 12th December, au nani tarehe 12 ya mwezi wa 12. Hiyo ndio ilikuwa ni official day ya Wakenya kupata uhuru. Kwa chapter kuanzia 15 zilizobaki hadi chapter 18, ina 4 of these. Hizi chapter 4 are named after the main characters, zimegawa majina kulingana na wahusika wakuu waliocheza katika hii novel yetu, continue the stories, wakiendelea na stories zao baada ya kupata uhuru. Hapa tunawaona wahusika ambao walijadiliwa sana na kuendeleza harakati za maisha ya kawaida baada ya uhuru, ni Karanja, Mugo, and Waruhi, Wambui. So the final chapter, na chapter mwisho kabisa ambayo ni ya 18, kulikuwa na harambee. Harambee hii hapa tunasema hizi ni harakati, ni wito ya Wakenya kuungana na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo tunaita harambee. Continues, ziliendelea the story of Mumbi and Gikonyo, kuendeleza story ya Mumbi and Gikonyo. Kwa hiyo hadi hapo tunakuwa tushamaliza kudiscuss kuhusiana na structure and plot of the novel A Grain of Wheat. Kuanzia hapo sasa ndo tunaanza rasmi chapter ya kwanza ili kuwaje, kwa sababu hapa chapter ziko 18. Kwa mpenzi msikilizaji wa channel ya Teacher Cholo Master, usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata ufundishaji wa mafunzo yangu. Kwa hapo una subscribe, hapo una share, una comment ili uwe wa kwanza kupata mafundisho yangu. Vile vile utanitafuta kwa namba za simu 0712048782 kwa muendelezo wa vitabu mbalimbali, mashairi, riwaya, tamthilia. Kwa utanitafuta hapo WhatsApp na kawaida. Kwa hiyo tunaendelea na chapter ya kwanza, usikae mbali. Okay, tunaendelea na kitabu cha A Grain of Wheat kilichoandikwa na Ngugi wa Thiong'o, kwamba hapa rasmi sasa tunaanza chapter ya kwanza. Tunaanza chapter ya kwanza. Kwa hiyo awali ya yote, mpenzi msikilizaji, usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Vile vile utanitafuta kwa namba za simu 0712048782 kwa uhitaji binafsi. Kwamba chapter ya kwanza inaanza kama ifuatavyo. Mugo wakes from a strange dream. Kwamba kuna mhusika wetu mkuu hapa anatambulishwa, anaitwa Mugo. Yeye anaamka kutoka
anaamka kutoka ndotoni, kwamba huyu Mugo aliota ndoto ya ajabu huo usiku. Lying alone in his hut, yeye alikuwa amelala mpweke au peke yake katika kibanda chake, deciding whether or not he should rise for the day. Wakati analala alikuwa anaamua kwamba aidha amke, yani anafanya mpango sasa, au anaisikilizia nafsi yake kwamba amke au asiamke kwa ajili ya siku yake hiyo mpya. Kwa alikuwa anafanya maamuzi, lakini mbaya zaidi kwamba kulikuwa na matone ya maji ambayo yalikuwa yanadondoka kutoka kwenye paa. Hayo nayo yalimletea discomfort kiasi kwamba akaamua nini? Aamke. Kwa hiyo he finds a bite of maize flour in the corner of his hut. Kwa hiyo wakati anaamka akakuta unga wa mahindi upo kwenye kona ya nini, ya kibanda chake, and makes porridge with it. Kwa akautumia ule unga kwa ajili ya kunini, ya kupika uji, which reminds him of the porridge he ate in the intention. Kwa hiyo kwamba wakati anakunywa ule uji kupitia ule unga wa ngano ambao ulikuwa kwenye kona ya kibanda chake, kwamba ule uji ukawa unamkumbusha uji aliokuwa ambao aliwahi kunywa akiwa kwenye kambi ya mateso. Kwa hiyo kwamba tuko leo hii, tuko sasa hivi, lakini tunapigwa flashback kukumbuka kwamba huyu muhusika wetu huko nyuma alishakamatwa, alipelekwa kwenye kambi za mateso za kikoloni. Na katika hizo kambi za mateso alikuwa anaishi kwenye mateso makali na kula vyakula ambavyo ni vibaya. Kwa hiyo kwamba ule uji aliokuwa anakunywa ulikuwa unamkumbusha kambi ya mateso. Mugo leaves his hut, kwamba Mugo akaamua atoke kwenye kibanda chake, takes his tools, akachukua vifaa vyake vya kilimo, and begins walking toward his strip of farmland. Akawa anaelekea sasa kwenye shamba lake, anaelekea kwenye shamba lake on the other side of his village, ambalo hilo shamba liko upande wa pili wa kijiji chake ambacho cha Sabai. Iko kijiji kinaitwa Sabai. On the way, wakati yuko njiani, he meets Warui, anakutana na Warui, a village elder. Huyo Warui yeye alikuwa ni nani? Ni mzee, yani ni mwanamke mzee au bibi mzee ambaye wa hapo kijijini, who makes brief conversation about the coming of uhuru. Kwa sababu kumbuke, hii novel yetu inazungumzia siku chache kabla ya uhuru wa Kenya kutokea. Alivyokutana na ule mzee ambaye mwanamke mzee anaitwa Warui, wakawa wanafanya mazungumzo kuhusiana na uhuru unaokaribia kutokea, yani ambao the coming of uhuru. Wakawa wanafanya mazungumzo until Mugo excuses himself. Wakati yule bibi, unajua tena ukikutana na baadhi ya watu wanaongea sana, wakaanza kuongea twende hapa na pale, bibi anaongea sana kiasi kwamba Mugo akaona anachelewa safari yake, akamuomba radhi bibi kwamba anataka kuondoka. Na ukumbuka huyu muhusika wetu yeye hapendi sana kujichanganya na watu wala kuzungumza sana, yani ni mtu wa kufanya self isolation, yani ni mtu ambaye anapenda maisha ya kujitenga. Kwa akaomba pale radhi ya kutaka kuondoka, mazungumzo asiwe mengi sana. So the land that Mugo is waking to was given to him by the Warui. Kwa hiyo kwamba hata ile ardhi ambayo yeye anailima, yeye Mugo aligewa na huyu bibi anaitwa Warui to grow food on, ambao hiyo yeye apate kulimia chakula au apate kulima chakula ili apate kula. Since Mugo's own land was taken by the government during his detention. Kwa sababu huyu Mugo hakuwa na ardhi, kwa hiyo hii ardhi aligewa na huyu bibi ambaye alikuwa anazungumza naye, kwa sababu ardhi yake ilishachukuliwa na serikali wakati wamepelekwa kwenye kambi za mateso. Kwa wakamnyang'anya ardhi yake. Kama unavyoona kwa watu wa historia wanajua kwamba hii term kihistoria inaitwa land alienation. Yani land alienation maana yake kwamba unyang'anyi wa ardhi, especially ardhi ya Kikuyu ilinyang'anywa na serikali. Kwa hiyo Mugo ardhi yake ilishanyang'anywa, kwa aligewa na huyu bibi apate chochote kitu, kwamba ile ardhi ambayo analima apate chochote kitu. So Mugo introduction. Kwa utambulisho wa Mugo depicts several key characteristics at once. Kwa utambulisho wa Mugo tu kwamba unapelekea kwamba sisi tupate kumjua, tupate kuzijua sifa zake kwa mara moja tu. Kitu cha kwanza ambacho tutamtambua yeye, he is alone. Kwamba yeye yuko mpweke au mwenyewe.
he is a poor, yeye ni maskini, and he seems uncomfortable around other people. Na kingine, yeye anakereheka sana akiwa amezungukwa na watu. Kwa hiyo kwa kifupi, mhusika wetu anapenda kuishi maisha ya upweke upweke. Yani apendi kujichanganya changanya na watu. So tangu alivyotoka kwenye kambi ya mateso, yani ni mtu ambaye anapenda kuishi mwenyewe tu, hataki kusikia chochote kutoka kwa wengine. So this initial characterization, kwa uhusika huu wa mwanzo, makes him seem rather pathetic, kwamba anaonekana yeye kuwa ni kama mtu mwenye huruma au mtu anayetia huruma, which importantly will contrast with the way his fellow villagers see him and even how he sees himself. Kwa hiyo inakuwa na kinyume kwa namna wanakijiji wenzie wanavyomchukulia na namna yeye anavyojiona, kwamba muonekano wake tu unakuwa ni wa tofauti. As Mugo walks through the village, wakati anaendelea na matembezi yake ya kuelekea shambani, he keeps his head down. Yeye anainamisha kichwa chake, seemingly anainamisha kichwa chake kwa kuonekana tu ashamed, anaona aibu. Hapa anakutana na nani? Na mhusika mwingine ambaye ni nani? One-legged cripple. One-legged cripple maana yake anakutana na kilema mwenye mguu mmoja. Kwa hiyo wakati uko njiani alipotoka kukutana yule bibi, akakutana na kilema wa mguu mmoja named Githua. Huyu kilema anaitwa Githua approaches him. Huyu Githua anamfuata, anamkaribia mhusika wetu ambaye ni Mugo, and salutes him. Kwa hiyo Githua anaanza kumpigia saluti nani? Mugo, anampa heshima yake. Anasemaje? In the name of the black is king freedom. In the names of the black is freedom. Kwa jina la uhuru wa watu weusi. Kwa salamu zao ndo anasalimiana hivyo. Kwa jina la uhuru wa watu weusi. Calling him chief. Yule Githua ambaye ni kilema akaanza kumuita Mugo chief. Umeona kwa namna watu wanavyomfanyia perception, yani wanavyompasivu, wanampasivu kama ni mtu muhimu au mtu mkubwa, anamuita chief. And saying, na anasema uhuru na kazi, na anasema uhuru na kazi. Mugo continues walking. Wakati amesalimiwa pale kwa salamu hizo kwa jina la uhuru wa watu weusi au uhuru na kazi, anasalimiwa hivyo, anaendelea na safari yake. Wondering why, akawa anashangaa why everyone is treating him so strangely. Anashangaa sana kwa nini watu wanamchukulia ni kama mtu fulani special, mtu fulani mkubwa, au mtu fulani wa maajabu. As he passes an old woman's hut, wakati anatembea na safari, passes an old woman's hut, anapita kwenye kibanda cha bibi mmoja. Mugo remembers her deaf son. Wakati anapita kwenye kibanda cha ule mbibi, Mugo anaanza kumkumbuka mtoto wa yule mbibi, ambaye yule mtoto wa huyu bibi alikuwa ni kiziwi, yani deaf son. Mtoto wa kiume alikuwa kiziwi, anaitwa Gitogo. Kwa hiyo kulikuwa na mhusika anaitwa Gitogo, who was shot in the back, ambaye yeye alipigwa risasi ya mgongo and killed by a British soldier, ambaye aliuliwa na mwanajeshi wa Kiingereza, yani wa kikoloni, as he ran to protect his mother. Kwa huyu Gitogo ambaye ni kiziwi, yeye alipigwa risasi ya mgongo na mwanajeshi wakati anakimbia kumuokoa mama yake kipindi cha nini? Cha machafuko. Because he could not hear the soldier telling him to halt. Kwa sababu yeye huyu kiziwi aliuliwa kwa sababu hakusikia wakati ule mwanajeshi alimwambia asimame. Kutokana na uziwi wake hakusikia, yeye akaendelea kwenda kumkumbatia na kutaka kumuokoa mama yake, akapigwa risasi ya mgongo. Kwa hiyo bibi, tunaona kwamba namna gani wakati mnafanya harakati mbalimbali kama za ukombozi, kuna baadhi ya watu watapoteza maisha ili wengine wapate kuneemeka, kwamba huyu bibi mtoto wake amefariki. He feels huyu Mugo akaanza kuhisi the desire to help her, matamanio ya kutaka kumsaidia, but does not know how, lakini hakujua hana msaidiaje. So he continues to his strip of land, akaendelea na kwenda shambani kwake. Alipofika shambani, he cultivates for a while, akalima kidogo. There are no crops planted there, kwa sababu katika hilo shamba hakukuwa na mazao ambayo yamepandwa hapo, only weeds, kulikuwa tuna magugu tu. Mugo cannot find the motivation to work hard. Kwa Mugo hapa kuona sasa hakuna maana sasa au hakuwa na hamasa kufanya kazi kwa juhudi zaidi shambani. Kwa realizing, akatambua kwamba he has not cared for walking. Na hata yeye akagundua kwamba yeye hakulelewa katika malezi ya kilimo since the emergence, kwa sababu yeye muda huo mwingi alikuwa
kwenye emergency, na vile vile alikuwa kwenye kambi za nini, za mateso. Kwa Mugo's parents, hapa tunapigwa flashback kujuzwa kwamba hii hali ambayo Mugo anayo leo, Mugo parents died, wazazi wake walishafariki when he was a child. Wazazi wa Mugo walifariki akiwa mtoto, leaving him under the care of an alcoholic and abusive auntie. Kwamba wazazi wa Mugo walipofariki walimwacha Mugo chini ya malezi ya nani, ya shangazi yake, ambaye shangazi yake ni Chapombe, na shangazi ambaye ni mtu anayependa kutukana matusi. Kwa hiyo Mugo alikuwa chini ya malezi ya shangazi yake ambaye Chapombe na mmoja kutukana matusi. Often Mugo fantasizes about murdering her, kutokana huyu shangazi anamtukana na kumpiga na kumtesa Mugo. Mara kwa mara Mugo akawa anawaza ni muue nini. Kwa hiyo Mugo akawa anawaza muue shangazi yake kwa sababu anamnyima uhuru. Na kama unavyojua kwamba huyu Mugo ni mtu ambaye anapenda self isolation, yani apendi shida, na akiwa mbele za watu akisemwa, akinyanyaswa, anakuwa na discomfort, yani afurahi ile hali. Kwa hiyo kuna kipindi akawa anatamani yule shangazi yake amuue, but does not have the strengths, lakini hakuwa na hizo nguvu. Regardless, lakini awali ya yote au baada ya yote, he kills herself. Yule shangazi yake alikuja kujiua mwenyewe through overdrinking. Kwa shangazi yake alikuwa Chapombe. Kwa alivyokunywa pombe akafariki, leaving him alone in the world. Kwa hiyo shangazi alivyofariki akamwacha Mugo akiwa peke yake duniani. So after her death, baada shangazi yake kufa, Mugo decides that he will labor and becomes wealth, forcing the world to recognize him as a someone important. Akasema niko mwenyewe, kwa sasa hivi na hapa kwamba nitafanya kazi kwa juhudi na kuwa mtu tajiri sana au mtu mwenye mali, na ili mradi dunia ipate kunitambua kama mimi ni mtu muhimu. Kwa Mugo's childhood, ule utoto wa Mugo abuses na yale matusi aliyokuwa anayapata, does much to explain. Hayo matusi na ule na malezi aliyoyapata ndio ambayo yanaelezea his odd qualities, hiyo tabia yake ambayo anaonekana kama sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo hii tabia yake ya Mugo kuonekana sio mtu wa kawaida ilikuwa shaped na malezi ambayo aliwahi kuyapata, and self-imposed isolation, na kupenda kujitenga. So without support of good family, bila support ya familia mzuri au wazazi, even good friends, na bila support ya marafiki wazuri, Mugo develops into a man. Kwa Mugo akaendelea akawa ni mtu mkubwa sasa, au kijana mkubwa, who is unconfident. Kutokana na malezi aliyoyapata na maisha aliyo experience, huyu Mugo sasa anaonekana kuwa ni mtu ambaye hajiamini, unconfident, and uncomfortable around other people. Na huyu Mugo akiwa mbele ya watu wengine anakuwa ni mtu ambaye uncomfortable, yani ni mtu ambaye uncomfortable, yani maana yake ni mtu ambaye afurahi kuzungukwa na watu, yani anajihisi karaha, anakarahika kuzungukwa na watu. Kwa Mugo goes home early. Kwa Mugo anarudi nyumbani na mapema from his farm, kutoka shambani. While he is in his heart, anarudi mapema kutoka shambani. Kama tulivyosema pale shambani hakuwa na motivation na kufanya kazi kwa juhudi, kwa sababu hakukuwa na mazao ambayo yako kwenye shamba lake zaidi ya magugu tu. Kwa hiyo anarudi nyumbani mapema. Wakati uko nyumbani, while he is in his hut, wakati uko kwenye kibanda chake, he is visited by Warui Wambui. Anatembelewa na wahusika wengine ambao wanaitwa Warui na Wambui. Huyu Wambui an elder woman of the village, yeye ni mzee, ni bibi mzee wa hapo katika kijiji chao. And Gikonyo, na anatembelewa na mtu mwingine anaitwa Gikonyo. Kwa hiyo Gikonyo a wealth businessman, huyu ni mfanyabiashara tajiri. Fearful, Mugo wakati anatembelewa na hawa akawa muoga kama kawaida, yeye hapendi kuzungukwa na watu. Mugo akawa fearful, muoga. Mugo runs to the pit lavatory, anakimbilia sasa chooni. Anakimbilia chooni ambacho choo chenyewe ni kile cha shimo, where he waits for a long time. Wakati ameenda chooni anakaa huko kwa muda mrefu, before returning to the hut, kabla hajarudi kwenye kibanda chake. His visitors, lakini wale wageni wake, do not seem angry with him, hawakuonekana kumkasirikia kutokana na yeye kujificha na kuchelewa akiwa chooni. Walikuwa comfortable tu, however but rather excited, lakini walikuwa tu na shauku, explaining that they have come on behalf of the party. Walipofika
wale wageni wanamwambia kwamba sisi tumekuja hapa kwa niaba ya chama. Tumekuja hapa kwa niaba ya chama. Kwa hiyo wanaonekana hawa ni memba wa chama, hasa kile chama cha ukombozi cha kupigania uhuru, ili wakafanye harakati za Maumau. Kwa hiyo wanamhitaji Mugo awe sehemu ya nini, ya harakati zao. Kwa hiyo walikuja wakaleta ujumbe huo kwamba wao ni sehemu ya chama, to be voice of the movement, wawe kama sauti ya nini, ya harakati za Maumau. Kwa Mugo's lack of confidence, kwa Mugo akawa na lack of confidence, yani aonyeshi kujiamini, and fright, na akawa muoga, under the pretense of relieving himself, huku akijifanyisha kama ni mtu fulani anataka kutoa haja kubwa au kujisaidia. Again tena characterizes him as lacking of confidence. Kwa kile kitendo chake cha pretense relieving ni kama mtu ambaye anataka kujisaidia, kwamba kinawakilisha kwamba ni mtu aliyekosa hali ya kujiamini. And he is surprised that they are not angry. Lakini hii anashangaa kwamba kwa nini wao hawamkasiriki. Indicates that he feels guilt over something. Kwa hiyo kiasi kwamba yeye anajihisi kama ni mtu mwenye hatia wa kitu fulani. Anajihisi ni kama mtu mwenye hatia wa kitu fulani. Kwa hadi hapo tumemaliza utangulizi wa kitabu chetu cha A Grain of Wheat kilichoandikwa na mwandishi nguli kutoka Kenya, Ngugi wa Thiong'o. Kwa hiyo hapo tumezungumzia vitu mbalimbali vya msingi kama vile background ya kitabu chetu na vitu vya msingi mbalimbali ili upate kukielewa hiki kitabu. Kwa hiyo hapo nimemaliza. Ni Teacher Cholo Master hapa. Mpenzi msikilizaji, usisahau kushare, kucomment na kusubscribe, ambacho ni kitu cha msingi, ili uwe wa kwanza kupata mafundisho yangu ya uchambuzi wa vitabu na vitu vingine vya msingi ambavyo vinapatikana katika channel yangu ya Teacher Cholo Master. Vile vile utanitafuta kwa namba za simu 0712 048782 kwa ajili ya nini, ya uhitaji binafsi na ushauri na vitu mbalimbali. Kwa hadi hapo nimemaliza. Bye. Tutakutana kwenye vipindi vijavyo. Mungu awabariki. Mungu hanibariki.